Mambo vipi? Habari ya kwako, unaendeleaje huko uliko? Leo babu yenu nimekuja na somo zuri sana ambalo kama utalifuatilia vizuri litakupa uelewa sana na litakusaidia ni namna gani ambavyo unaweza kumsaidia mama wakati wa kujifungua, hasa anapokuwa amepata tatizo la kuvuja damu nyingi sana wakati wa kujifungua. Tatizo lenyewe tunaloangalia leo linahusiana na kuvuja au kutokwa damu nyingi sana wakati au baada ya kujifungua. Unaona, mama anajifungua, wakati anajifungua au baada ya hapo, basi unakuta anatokwa na damu nyingi sana. Kitaalamu tatizo hili tunaliita PPH, postpartum hemorrhage. Sasa tunawezaje kusema kwamba huyu mama ametokwa na damu nyingi sana? Kuna vipimo. Kitaalamu tunasema kwamba huyu mama ametokwa na damu nyingi sana baada ya kuwa ametokwa na damu zaidi ya lita 1 ama vikombe 4, unaona, au mililita 1000. Hapo tunasema kwamba kwa kweli ni kiwango kikubwa sana cha damu ambacho kimepotea katika mwili wa mama, na hapo moja kwa moja tunaanza kumhudumia kama mgonjwa ambaye amepoteza damu nyingi sana baada au wakati wa kujifungua. Sasa sababu gani ambazo zinaweza kupelekea huyu mama akapata shida hii? Mara nyingi tumekuwa tukisikia kwamba kina mama wanapoteza maisha kwa kuvuja damu nyingi sana wakati au baada ya kujifungua. Sasa ni visababishi gani ambavyo vinaweza vikapelekea hali hii ikampata mama mjamzito wakati au baada ya kujifungua? Zipo sababu kadha wa kadha ambazo leo nitazichambua taratibu. Tega sikio, ikiwezekana chukua kalamu na karatasi ili uweze kupata somo zuri sana na baadaye ukawe mwalimu kwa watu wengine huko. Sababu ya kwanza kabisa tunasema ni mfuko wa uzazi kushindwa kujikaza vizuri baada ya kuwa mama amejifungua. Mfuko wa uzazi ukiendelea kutepeta na kutorudi katika hali yake ya kawaida baada ya kujifungua, unaruhusu mishipa ya damu mikubwa na midogo iliyoko katika kizazi, sawa, kumwaga damu nyingi sana. Sasa hili swala usipoweza kulidhibiti kwa kutoa damu ambazo zinasaidia kizazi kujikaza vizuri, basi mama anaweza akapoteza maisha yake kwa kupoteza damu nyingi sana. Lakini sababu nyingine inaweza kutokea dosari katika shingo ya kizazi, hasa huku kwa chini ya shingo ya kizazi. Wakati mama anajifungua, aidha kutokana na uchungu mkali sana au mtoto mkubwa, basi yule mama akachanika katika sehemu ya juu au ya chini ya shingo ya kizazi. Sasa pale pakichanika panaweza pakasababisha damu nyingi sana zikavuja, zikatoka na kuleta matatizo kwa mama kama hatua stahiki zisipochukuliwa mapema. Unaona, tatizo lingine ni matatizo ya mgando wa damu, platelet. Unakuta mama zile chembe chembe ambazo zinasaidia damu kuganda baada ya kuwa mtu amepata labda ajali, ule mgando wa damu ule, zile seli zinaitwa platelet, ziko chini sana. Unaona, ziko chini sana, chini ya 100. Unaona, basi huyu mama anaweza kupata hatari ya kuvuja damu nyingi sana, sio wakati au baada ya kujifungua tu, hata akipata ajali, akijikata na kiwembe. Sasa hali hiyo kimkuta wakati wa kujifungua, basi damu zinaweza zikatoka damu nyingi sana, na hapo kwa kweli inakuwa ni ngumu sana kwa maisha yake kama chembe sana ziko chini, mpaka tupate damu nyingine au tupate hizo chembe sahani tuweze kumuongezea ili kuokoa maisha yake. Unaona? Kwa hiyo hizo ni baadhi ya sababu, lakini sababu zingine zinaweza zikatokea kwa wale akina mama ambao wamezaa watoto wengi sana. Unapozaa watoto wengi sana, maana yake kizazi chako kinachoka. Unaona? Kwa hiyo kinashindwa kujimudu baada ya kujifungua kurudi katika hali yake ya kawaida. Unaona? Au mama ambaye amepata uchungu kwa muda mrefu sana. Unaona? Mama aliyepata uchungu kwa muda mrefu sana pia anaweza kaingia katika hatari ya kuvuja damu nyingi sana wakati au baada ya kujifungua. Unaona? Au kwa mama ambaye anajifungua watoto zaidi ya 1, yani watoto mapacha. Unaona?
huyu naye anakuwa yuko katika hatari ya kupata tatizo hili la kutokwa damu nyingi sana wakati na baada ya kujifungua. Unaona? Au mama ambaye amejifungua mtoto mkubwa sana. Hii tunaita big baby. Unaona? Mama akijifungua mtoto mkubwa sana, huyu mtoto anaweza akasababisha kuchanika ukeni au kwenye shingo ya kizazi au kwenye mfuko wa kizazi, ikapelekea mama huyu akapata tatizo la kuvuja damu nyingi sana wakati na baada ya kujifungua. Kwa hivyo hizi ni baadhi ya sababu ambazo zinaweza zikapelekea huyu mama akapata shida, akapata matatizo hata ya kupoteza maisha kama hatua stahiki zisipochukuliwa. Sasa nini kifanyike ili kuzuia mambo haya? Nini kifanyike kwa mjamzito ili kuepuka mambo haya? Ikiwa unataka kudhibiti hali hii isije kukukuta wakati kujifungua, cha kwanza unatakiwa kuanza kliniki mapema. Unapoanza kliniki mapema, hakikisha unafanya kipimo cha full blood picture. Unapofanya hicho kipimo, kinatuletea majibu ambayo yatatuonesha damu yako ikoje, kwa maana chembe chembe zote zinazotakiwa kuwepo kwenye damu zipo kwa kiwango gani, wingi wa damu na mambo mengine mengi ambayo yatatuweza kutuongoza sasa kujua kwamba safari yako ya ujauzito itakuwa na hitimisho gani. Lakini unatakiwa pia kufanya kipimo cha ultrasound. Hiki kipimo cha ultrasound usifanye mara moja tu, ikiwezekana fanya hata mara 3 wakati wa miezi mitatu ya kwanza, wakati mimba ina miezi 7 na wakati mimba ina miezi 9. Hii itatuwezesha kuona mtoto ana size gani, maji katika chupa ya uzazi yapo kiwango gani, mtoto ametanguliza kitu gani, mtoto amelala vipi, na mambo kadha wa kadha ambayo yanaweza kutupelekea sasa kujua kwamba wewe tunakusaidiaje wakati wa kujifungua. Lakini unatakiwa pia kufanya kipimo cha group la damu. Hiki kipimo kitatusaidia sana kujua kwamba tunakuandalia damu gani kwa ajili ya kukuongezea endapo wewe utakuwa na dosari limetambulika mapema. Lakini mara nyingi tunapogundua tatizo mapema, tunaweza tukalitatua aidha kwa kuchagulia njia nzuri ya kujifungua ambayo haitakuwa na complication au tatizo la aina yoyote. Lakini la mwisho ni kuzingatia na kujua dalili za hatari wakati wa ujauzito, ukazielewa vizuri, kuzingatia mafundisho na elimu mbalimbali ambazo zinakuwa zinatolewa na wataalamu wa afya katika vituo vyetu vya tiba huko tunapohudhuria kliniki zetu. Usidharau unachoambiwa. Lakini pia ukitaka kutatua tatizo hili, tunakushauri kutumia dawa mbalimbali ambazo zinatolewa hospitali. Dawa hizo dawa gani? Ni kama hizi. Unaziona? Hizi dawa tunasema ni ferrous sulfate, ambazo ni mchanganyiko wa ferrous pamoja na folic acid. Hizi zinasaidia mambo mengi sana kwa mjamzito, siku nyingine tutazungumzia. Lakini dawa nyingine ni kama dawa kama SP. Hii nayo tutaizungumzia wakati mwingine, kwa nini inatolewa kwa wajawazito, na dawa zingine kadha wa kadha ambazo mama mjamzito anapaswa kuzitumia wakati wa kipindi cha ujauzito. Anyway, kwa leo tuishiwe hapa. Kama una swali, drop kwenye comment hapo ili tuweze kulifafanua vizuri na ili uweze kuelewa vizuri, kuelimika na kuwa mwalimu kwa watu wengine. Karibu sana, tuendelee kujifunza pamoja. Naitwa Dr. Festo James Nyilili, Hospitali Mtandaoni.